kwa mtandao, hata nyinyi Mungu atachukua siku moja. Hii mazishi tunafanyia Kimani, hata nyinyi mtafanyiwa. Labda na wale ambao watakuwa wamelemewa sababu poverty, umaskini kwa kila mahali Kenya, labda tunaweza wasaidia, wale Mungu atawachukua mbele yangu. Kwa hivyo tusicheze na Mungu, tusicheze na kifo, na tusicheze na ugonjwa. Mimi nasimama hapa na uchungu mwingi sana. Na yale Obina yote anaongea, Mama Amina, yote ni testimony ya ukweli. Mimi sikuwa namjua Kimani sana apart from kumuona kwa media. Lakini siku moja Obina alinialika kwa show yake. And I went kwa Obina show. Nikaongea ile niliongea. Na Obina akasema kuna cases 2-3. Anataka tu partner, tu team up pamoja. Kesi moja ilikuwa ni ya Kimani Mbugua, Eunice Omolo, na walikuwa Mathare. So Obina nikamwambia basi hiyo ni kazi yangu ya kusaidia watu, tusafiri pamoja. Akapigia baba Kimani, akamwambia tukutane Mathare. Akamwambia Obina, kama hawa wamekaa Mathare sana, hii ugonjwa wa mental health saa zingine inahitaji environment kubadilika. Wacha tuwapeleke Mombasa. Nimepata na rehabilitation center moja Mombasa Women ya Mama Amina, na nishawaipeleka kwa Justina huko, akakuwa sawa. Basi tukakubaliana, Obina mwenyewe akachukua time yake, mzee, family ya Eunice Omolo, tukakutana Mathare sote. Kuangalia hali ya wagonjwa vile wanaendelea. Hiyo wakati Kimani alikuwa hajakaa vizuri, akanipata story mingi sana. Ananiambia ameongea na Elon Musk usiku na amempa appointment wakutane. Nikajua huyu kijana bado hajakuwa sawa. We need to do something about his life. Tukapanga na Obina, tukamkatia Kimani ndege na baba yake. Tukapanga na Mama Amina, tukampeleka mpaka Mombasa. Akakuwa admitted. After a week mimi na Obina bado tukapeleka Eunice Omolo, akakuwa admitted. Na walipokuwa kule, mimi kawaida yangu napenda, I don't give up in my cases. I like doing a thorough follow up on my cases. Nimekuwa nikimtembelea Kimani sana kama ndugu yangu. Sana. Maybe kwa mwezi ama miezi mbili nitaenda mara 3. Na sikuwa namtembelea yeye peke yake. Nilikuwa nawatembelea wagonjwa wote, kina kwa Justina wale wamesha recover sana. Na Obina ameongea, the rich also cry. We also suffer in silence. Kuonesha Kimani Mbugua, kwa Justina na kina Eunice Omolo, kwa hii ugonjwa bipolar na mental health ni ugonjwa zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Si ugonjwa mumeomba ama Kimani aliomba kuwa nayo. Kwa hivyo wale walimchekelea, Mungu atawaona. Na kitu moja nataka niwaambie leo. My own daughter today under the same condition. My daughter anaitwa Saumu Bubi, ako na the same condition. Na si ati sikuwa na pesa ya kwenda kutibu mtoto wangu US ama London ama India. Mimi napenda kulia na maskini sana. I took my own daughter kwa Mama Amina, akatibiwa pamoja na Kimani na kwa Justina na wale wagonjwa wengine wote nilipeleka pale. Ndio wasione nimeenda kuwa dump huko. Waone hata familia yangu ile tunapitia ni familia yao pia wanapitia. I thank God my daughter alipona. I thank God Justina akapona. I thank God Eunice Omolo akapona. Hata sasa alikuwa leading journalist K24, bahati mbaya Media Max wamefuta wafanyakazi wao wote. Obina, Mama Amina, there's a problem there. Eunice Omolo, she's not doing very well. Ananipigia kila usiku. We need to do something about it because we normally don't give up in these cases. After this, we'll deal with that case. So, kwa hii safari, nikapata experience kidogo. Nakumbuka Christmas moja. Mama akasema anataka Kimani washiriki Christmas na yeye. A very genuine, good request. Mama Amina akasema hawezi discharge because Sonko ndo amemleta hapa, mpaka Sonko mimi niende.
I was busy, hadi nikapanda ndege because I'm very serious mimi na my patients. Nikapanda ndege nikaenda. Kwanza nikamwambia ni usiku discharge kama huyo sister alale kwako. Nikuje kesho niangalie file report ya madaktari, then from there you can discharge. Tukaenda asubuhi nikakutana na sister ya Kimani ako hapa, Mama Amina, all the doctors. Wakanipatia report, nikasikia, ngaona ni sawa. Then Kimani akaja nyumbani. Kuna kitu hatuwezi escape. Bad companies. Marafiki wabaya. Mimi si blame family. They played their part. Kimani was a grown up. Mwezi mzuia kwenda kusalimia majirani, kwenda kusalimia wapi. But Kimani alibounce kwa marafiki wabaya. Wakaribu ile kazi yote nzuri ambayo ilikuwa tumeifanya. Na mzee hakugive up. Mzee alinipigia. Mimi sipendi kuona machozi ya mtu mzima akilia. Akaniambia Kimani amerudi kwa street tena. Tukaongea na Obina. Tukaanza kumsaka Kimani. Ningependa kushukuru vijana wale walinisaidia. Soko rescue team na kuna Morgan wapi? Morgan kuja. Nikapeana paka reward. Mtu yote anapata Kimani, tafadhali munishikie. Tukatafuta tupatie. Akanipigia siku moja na rafiki yake mwingine, na simu ya rafiki. Huyo rafiki alikuwa high mastima, ajua hata anaongea nini. Nikasikia vibaya sana. So huyu kijana Morgan na huyu na hawa nikaangia gari mafuta. Na bebo ndio nifika nasikia Kimani anapatikana hizo area za Makongeni. Hao vijana wakaenda wakashika Kimani, kaambia msimu waache, anapiga kelele Israel, nikamwambia bebeni hivyo mumlete. At times we use very rough language ile ambayo wanatuelewa. Hata kwa Justina kuna wakati pia alirudi nyumbani, bad friendship, tukarudi zero tena. Hatukuchoka. So these strong boys hawa walishika Kimani bila huruma. Wakamleta. Walipomleta kwangu, nikamwambia Kimani sasa what is the problem? Tulikana kwangu siku mbili. Alikuwa mchafu. Wale marafiki zake wamemwoa vibaya. Nikampokea kama my brother, kamkaribisha kwangu. Nikamwambia chagua ile nguo unataka. Nilikuwa na nguo mpya akachukua. Nikamwambia enda kwa steam bath akaoga. Take anything you want akachukua. Akasema sitaki kurudi kwa Mama Amina, sitaki kurudi hospitali yote, mimi niko sawa. Tukakaa tukimonitor, tukipanga. Salimieni watu wa pamoja mkae chini. All protocols observed. Familia, poleni sana kwa msiba wenu. Kwa majina naitwa Morgan Mbugua Kimani. Morgan Mbugua Kimani. Hizo ndio majina zangu. Na ile time niliona Maisha amesema anamtaka huyu kijana, na mimi nilikuwa na marafiki zangu. Nikamwambia nisaidieni kutafuta huyu kijana juu anasema ako Makongeni. So walinipiganga on Saturday night. Wakaniambia tumempata. Nikamwambia ina shida, tuwezi mpeleka saa hii, tumpeleka kesho. So hiyo Sunday wakaenda mpaka kanisa, tukamchukua after service, kaenda mpaka hapa hivi kapea Mesh, na kutoka hapo Mesh akamshikilia mpaka kafika post. Amekuwa na progress poa because I always keep in touch na Mesh nikimuuliza. And hii safari ni safari sad sana. But pia sio yenye tumebakia, tujue pia company si kila mtu anafurahiaga mafanikio yako. So kwa hayo machache, acha nirudishie mic Mesh. Asanteni sana kwa ile kazi nzuri mlifanya. So wacha nikuwe brief kwa sababu ya heshima ya kanisa, na naona mvua inakuja, lazima tumweke Kimani apumzike kwa sababu baada ya leo hatutamwona Kimani tena. Kwa hivyo hii ni siku yake. Kwa hivyo tukamregesha kule. Baada ya kumregesha kwa Mama Amina nikawa namtembelea, nikimjulia hali. Ikawa tunaenda tukiwafanyia bash kila holiday.
tunapika, tunaishi na wao, tunakula na wao, tunacheza na wao. So marafiki, tafadhali, mkiwa na similar case kama hii ya Kimani, tusiharibu ile kazi nzuri ambao madaktari wamefanya na sisi tumefanya. Kurejesha watu kwa mihadarati na kwa pombe, hiyo ni makosa sana. Ule Conjestina pia, watu walimrejesha NSI haya marafiki, akarudi tena zero. Na hata kujiva. Na sasa Conjestina yeye amepona, alikuwa discharged, lakini tukapanga na Mama Amina kuavoid marafiki wabaya, wacha Conjestina afanye kazi huko. Huyu Kimani, kwa sababu nilikuwa nimepanga kufungua Mike Sonko TV station, nilikuwa nimepanga akuwe CEO wa kampuni yangu ya Mike Sonko TV station. Hiyo ni agreement ambayo nilikuwa nayo na yeye. Unaona, siku give up na yeye, kwa sababu hawa watu wanaougua haya maradhi wakikula dawa vizuri, wapate mentorship vizuri, counseling vizuri, wanapoa, wanakuwa sawa kama Conjestina sahihi ikiwa bodyguard ya Mama Amina. Kwa hivyo marafiki wa hiyo mimi nawakemea. So siku ya mwisho tarehe 14 saa 11 asubuhi, Mama Amina alinipigia, ananiambia habari mbaya, kwa Kimani yuko na sisi tena. So nilishindwa nitaanzia wapi. Nikapigia mzee, nikamwambia Kimani ametuacha, sababu unaweza kumwambia mtu labda ako na pressure, apate shock, tukue na maiti mara mbili. Nikamwambia mzee, na that day nilikuwa na kesi kotini. Nikamwambia mzee, kuja, nataka kukuona, tumtembelee Kimani. Tumekaa bila kumtembelea, hata mimi nimekuwa busy kama 2-3 months hatujamtembelea. So mzee kwa time maskini mzee akakuja ofisi, nilikuwa kotini, nikamwambia ningoje. Nikapigia Obina, sababu Obina ndio alileta hii kesi kwangu. Nikamwambia Obina, kimeumana, Kimani ametuacha. Obina alishtuka sana, he is very emotional, kunishinda. Alia sana kwa simu like 10 minutes ya kunyamaza. So ngambia nimeita mzee, akasema hapana, kwanza usimwambie mzee, tukutane na yeye face to face, aende huko kwanza, tuende naye huko, alafu tukifika huko tutamwambia. So kesi yangu ikaendelea sana the whole day, but tukapanga na Mama Amina kakatia mzee, because mimi sikuwa nitaanzia wapi. Kabukia mzee ticket, mzee akaenda Mombasa. Kufika huko Mama Amina akamwelezea hizi habari mbaya ambazo zilipata Kimani, kuwa Kimani yuko na sisi. So from there mzee akakubali. Mama ilikuwa shida kidogo kukubali, sababu hata alikuwa ngumu mimi kuongea na mama. Kila nikiongea naye alikuwa analia. She was very emotional about the death of Kimani. So hatukuwa na otherwise, tukakubaliana tupange mazishi. Tulikuwa tunatembea na Kimani vizuri, tutembea na familia pia vizuri, tuhakikishe tunamzika Kimani vizuri. So mambo mengi nimeona inaongea kwa social media, bali ningependa kusema TikTokers, MC Chris, kina Obina, family mzee, thank you very much for the good job ile mmefanya. Na wale critics kidogo, Kimani alipokufa, all the outstanding bills nili clear. Tunashukuru Mama Amina. Mochari kule nikalipa. Hii sanduku mimi ndio nimeinunua. Ndege nikalipa. Tukamleta Kimani, tukampeleka Montezuma. Vitu zote hizo tumefanya. Kulikuwa na challenges kidogo, kwa mazishi challenges hazikosi. Kulikuwa na deficit kidogo, kwaya kutoka Thika kuleta hapa kwaya kanisa, hiyo nimelipa. Chakula kulikuwa imekwama. Nikamwambia baba Kimani, hiyo pesa itachangwa isaidie familia na mama. Chakula kuna deficit ya 100,000, nimebeba, nitalipa. Kwa hivyo vile tulitembea na Kimani akiwa hai, tutembea na familia yake na Kimani
ikiwa mali anaenda kaburini. Hiyo siasa wa social media mzee tuachie, sisi ni vijana. Na wale ni vijana wenzetu, tutadili na wao. Yale mabaya walikuwa wanaombea tunakemea katika jina la nani? Watashindwa. Tutazika vijana wetu vizuri na istoshe. Mimi na mama Amina kama familia itakubali, tutajengea Kimani hiyo kaburi vizuri kama Kamosoli hapo, na tutakuwa na anniversary hapa kila mwaka kusherehekea maisha ya Kimani. Na mama, familia, tusiwachane sababu Kimani ametuacha. Sote tulitaka mema kwa Kimani, but Mungu akafanya kazi yake. Kwa hivyo sisi tuendelea kusimama na familia, na ile mambo tumesema tufanye sababu ya Kimani. Hiyo mama Amina nitajiunga na hiyo safari, tutajenga rehab hapa. Tusaidie vijana wengine wa hapa. Na wale marafiki zake wengine wale walimregesha kwa ulevi pia, wakilewa waletwe hapa. Tutawatibu wote katika jina la Yesu. Amen. Tutembea safari pamoja na majirani na familia. Kwa hiyo niruhusuni nisiongee sana sababu mvua inataka kunyesha. Tuweze kumpumzisha ndugu yetu Kimani mahali pema peponi. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Ya mwisho. Kitu ile kidogo burden kidogo mzee amefanya, na hiyo pia nitarefund. Mzee amelipa mochari Montezuma asubuhi 30,000, pia niko nayo nitarefund. But the story yetu sisi kama Sonko Rescue Team, mochari tunawalipa asubuhi, sasa tunabeba mwili ndio tuangalie mwili yetu ya ndugu yetu imewekwa vizuri, mwili imedungwa ile dawa tunataka ikae vizuri, imevalishwa vizuri, imesafishwa vizuri, hapo ndio watu tunalipa. Kwa hivyo sisi hatuwezi, hata saa hizi tunavyoongea hapa tuko na maiti 5 zile zilipigwa risasi Kasarani wakivio mwili wa baba, na tunakemea hiyo kitendo bado. After kufa kuwekwa mochari, hatujaona kiongozi yoyote, ni mastori tu. Bado watu 8 walikufa pale Mathare kwa moto. Kuna kiongozi yote, ni mastori tu. But Mungu ametupatia nguvu, ametuwezesha tulizike hizo familia zote. Nyanza, Western, kila mahali tulienda. Na hawa na ODM, mimi si mtu ODM, mimi si Mjaluo, mimi ni Mkenya. Hiyo mili ya ODM tutaizika pia. Alego Songa, Siaya, Homa Bay, Kisumu, na mama moja Western alikufa kwa stampede ya stadium. Tutafanya hiyo, ni kazi ya Mungu. Wala waongee mchana, usiku analala, Kenya nasonga mbele. Asanteni sana, mimi sitaongea siasa, one time wala two time. Mungu atusaidie kama Wakenya. Wewe Msikristo nataka kuongelesha. Keep it up. Niliona kwa Mama Give the good job that you are doing. Hizo ni kazi zamani nilikuwa nafanya ikiwa peke yangu. But wewe makemo zaidia Kenyans for Kenyans. Muendelee. Nataka mamtaki politicians. For now mimi si politician. Sasa mnalemewa, call me. I'll ship in, tutasaidiana. Thank you. Mnachanga pesa mingi, but you should do a thorough follow up. Whether zile pesa mnachanga, whether zinafanya the intended purpose ya kutibu mgonjwa. Make sure mkichanga pesa, you have your own committee ya kuhakikisha huyo jenzi mwenzenu mnachangia anatibiwa. Pesa ni shetani sana. Yeah. Kwa hivyo, be involved with me in your programs with your permission. I will chip in a very big way without involving politics. Na unaona kuna wanasiasa hapa, ngoja kura ifike. Mtawaona hapa. Hao watu mwatoe mbio jenzi, kwani kura. That is your only weapon ile itawasaidia. Register as voters in large numbers. Wale wa mawasaliti mbio home asubuhi sana. Na msimame viti, I'll support you. Yeah, it is your time. Sawa. Yes. Thank you very much. May God bless you. Wapi makofi ya Honorable Governor Mheshimiwa Sonko. Makofi mazuri jamani. Pigeni makofi mazuri.